Karibu kwenye The Story na Madam T. Karibu kwenye The Story na Madam T, mahali ambapo kila mtu ana simulizi, lakini kila simulizi ina mwisho mzuri. Mtakuwa nami Tayana Elvis Chua, nipo hapa kukuletea story ambayo hujawahi kusikia mahali pengine popote. Kaa tayari, maana simulizi hii si ya kukosa. Usimisi. Leo hii nimepanga kuwaletea story ya mwanadada anaitwa Tina. Mwanadada huyu alikuwa anataka maisha fulani classic. Yaani classic, kwa jinsi alivyoeleza ni kwamba alikuwa anatamani kuwa na maisha mazuri, yaani maisha ya kuvutia, maisha ya kifahari. Unajua tena wadada wengi tunapenda maisha mazuri. Kwa hiyo na yeye alikuwa anatamani kuwa na maisha hayo mazuri. Story hii inaenda kwa jina la Nilimwacha Masikini ila leo ninaomba kazi kwake. Nilimwacha masikini ila leo ninaomba kazi kwake. Basi twende tukasikilize simulizi hii ya binti huyu anaitwa Tina. Tina huyu alikuwa anatamani sana kuishi maisha mazuri, maisha ya fedha, maisha ya kifahari, maisha ya kuvutia, maisha ambayo kila kijana wa kike anatamani kuishi maisha hayo. Lakini kupitia binti huyu Tina alikutana na kijana ambaye alikuwa na mapenzi ya dhati sana. Yaani kijana ambaye alimpenda kwa moyo wake wote. Lakini kwenye fedha na nyumba ya kifahari na magari, kijana huyu hakuwa nayo. Tina huyu alikutana na kijana anaitwa Kelvin. Kelvin alikuwa kijana mtanashati mzuri ambaye anaifanya kazi yake kwa hekima yote na uaminifu. Tina hakuwa na choice. Alichokifanya ni kumkubalia Kelvin na kuanza kulisokota gurudumu la mapenzi yao. Na wakati wanaendelea na uhusiano wao, walikuwa wakila vizuri, wakilala mahala pazuri, na walikuwa wanaishi tu maisha mazuri, lakini ni ya kawaida, sio maisha ambayo Tina alikuwa anatamani yaishi. Waliendelea kuwa katika uhusiano huo kwa muda kidogo, na wakati wanaendelea kuwa katika mahusiano hayo, Tina moyoni mwake hakuwa na hali ya kunung'unika kwamba kwa nini yuko na Kelvin kwa wakati huo. Hakuwa na hali ya kunung'unika. Aliendelea tu kuridhika na maisha yale ambayo alikutana nayo kijana Kelvin. Lakini mwisho wa siku bado alikuwa anatamani kuishi maisha ambayo ilikuwa ndo ndoto yake, ndo dream yake. Yaani Tina aliendelea kuwaza sana, nitakuwa naye hivi mpaka lini? Nitaishi naye hivi mpaka lini? Itakuwa hivi mpaka lini? Nayo maisha mpaka lini? Yaani unajua ilikuwa inafika tu anachoka. Akikumbuka anachoka kwamba mimi Tina sikupanga kuishi maisha haya, sikupanga, lakini imekuaje ndo nimedondokea hapa. Kwa hiyo inabidi tuwe mvumilivu. Kwa hiyo Tina aliendelea kuvumilia yale maisha, aliendelea kuishi na Kelvin, waliendelea kupendana. Walikuwa wakiendelea kuishi na kula vizuri, lakini hakuwa anatolewa out, hakuwa ananunuliwa nguo, hakuwa anapewa pocket money. Yaani alichokuwa anakifanya Kelvin ni kwamba anaondoka anaacha pesa ya matumizi ya nyumbani. Kwa hiyo kazi ya Tina ilikuwa ni kufanya kazi za nyumbani. Kama unavyojua wanawake wanapenda kuosha vyombo, tumesaidia, tumepika, watoto wamekula hivi. Lakini Tina na Kelvin kwake ilikuwa hivyo, sema tu hawakufanikiwa kuwa na mtoto. Kwa Tina aliendelea na shughuli zake za nyumbani kama kawaida. Kiamka asubuhi anadeki, anafua, anaosha vyombo, anapika, mumewe akirudi jioni wanafanyaje? Wanakula hivyo. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa, siku hiyo bwana, marafiki zake wakampigia simu. Hello, Tina uko wapi? Uko mzima kweli? Uko mzima. Sio sasa tukwambie, leo hebu tukutane chimbo letu pale. Tukutane tukae tupige story mbili tatu, urudi kwa baby wako. Tina akamwambia sawa, hamna shida marafiki zangu. Kama unavyojua tena marafiki sehemu yao inabaki kuwa sehemu yao kama marafiki. Na mpenzi anabaki kuwa kwenye sehemu yake kama mpenzi. Kwa hiyo Tina hiyo siku alifanikiwa kutoka na marafiki zake. Walikutana, wakafurahi, wakala, wakanywa, wakacheza muziki. Yaani walikuwa wako na furaha sana. Walifurahia sana siku yao. Wakati wa story ilipofika, kukawa kuna utulivu kidogo. Marafiki zake wakaanza kumwambia Tina, hivi umeridhika kweli na maisha haya? Tina ikabidi aanze kuinama chini kwamba hapa anaenda kuanza kufikiria. Kwa hiyo akawa tayari kupokea kile ambacho marafiki zake wanamwambia. Umeridhika kweli kipenzi? Umeridhika na maisha haya? Tina akamwambia kwa nini? Kwa nini mnaniuliza hivi? Mbona mnataka kunionyesha moyo wangu? Nimekuaje? Hapana Tina, wewe sio wa kuishia hapa bwana. Ni kweli ndege mjanja unasa kwenye bovu, lakini bovu lako wewe ni bovu kabisa, halitengenezeki. Tina sasa kushangaa.
Ni vipi mnaongea hivi? Hapana bwana Tina, amka kwenye usingizi uliolala. Hivyo umeridhika vipi kuwa na Kelvin? Umeridhika vipi kuendelea kukaa na Kelvin? Hakutoi out, hakuveshi, hakupi pocket money, au mpaka sisi marafiki zako tukutoe? Sio Tina wewe tuwakuzoea. Tina kafikiria kweli maisha yake na ndoto yake ilikuwa ni hawe na mwanaume mwenye hela ili atendeke, hawe na mwanaume mwenye hela ili amerithi mali, hawe na mwanaume mwenye hela ili awe anatengeneza nywele zake kila wiki, lakini sivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo baada ya zile story pale yeye na marafiki zake, Tina akaona mtu sana, kwa leo siwezi kulala bila kuongea na Kelvin. Inabidi kurudi nyumbani niongee na Kelvin, nimwambie tu ukweli, kwa sababu nimeridhika kuishi naye nikiona kwamba sitaweza kupata kijana mwingine au mwanaume mwingine wanipenda, lakini mimi bado ni mzuri. Aliondoka na ile idea pale kwamba anatakiwa akwambie ukweli Kelvin. Basi baada ya kuagana na marafiki zake akarudi nyumbani. Kurudi nyumbani aliendelea kama kawaida, alipata chakula cha jioni, akaweka mezani, akaoga kama vizuri, akaenda kwenye kioo. Tina akaanza kuzungumza na kioo. Hebu jiangalie Tina, wewe ni mwanamke mzuri, unapendeza machoni kwa watu, ukipita kila kijana anageuza shingo yake. Inakuwaje leo unaishia kwa kijana ambaye hawezi hata kukutoa au? Aliendelea kujiongelesha kwenye kioo, akitegemea kupata majibu kutoka kwenye picha halisi ya Tina anayemwona kwenye kioo, lakini hakufanikiwa. Na mwisho wa siku akajiambia Tina, leo imefika mwisho, ni lazima mwambie Kelvin kweli. Kwa hiyo aliondoka na kwamba leo imefika mwisho, ni lazima amwambie Kelvin kweli. Je, nini kitaendelea? Tina atamwambia Kelvin kweli? Ataweza kumwambia Kelvin kweli? Ataweza kumpenda kijana ambaye alikuwa haramu, hajawahi kumkorofisha kwa chochote, alikuwa akitimiza wajibu wake kama mpenzi, kwa sababu alimpenda sana Tina kwa moyo wake. Sasa twende tuangalie sehemu ya pili. Tina atamwambia kweli Kelvin, na je Kelvin atalipokea? Asante sana, mlikuwa na Double T Media, nami ni Tayana Elvis Chua, na huu ndio mwisho wa simulizi yetu sehemu ya kwanza. Simulizi inayoenda kwa jina la Miaka Masikini. Leo naomba ajira kwake. Je, nini kitaendelea?